Haleluya. Kwa hiyo Mungu kabla ya kuumba kufanya lilo kuwepo katika mpango kamili kama ramani ya jengo inayokuwepo kabla ya jengo. Kwa tambua na sisi Mungu kabla ya kuumba sisi alitengeneza kitu kama ramani ili iweze kutoka taswira inayofanana na yule mtu anayetaka kumuumba. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Sikiliza nikwambie. Kwa mfano, si tunaona hiki kidole gumba si? Hii kidole gumba watu wote wanao. Kila mtu ana kidole gumba. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini tuko zaidi ya milioni 7 duniani. Kila mtu ana kidole gumba. Lakini mahali kokote utakapoenda kutia alama kidole gumba haiwezi kufanana na mchungaji Ezekiel. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikitia alama kidole gumba haiwezi kufanana na katibu wangu wa kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana mara nyingi kwenye passport hizo zote wanatamani sana uweke alama kidole gumba. Kwenye uchaguzi wowote wanatumia hiki kidole hiki. Sijui maana yake, lakini kidole gumba haiwezi ikafanana na mtu mwingine yoyote. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. Na tukifungua maandiko katika kile kitabu cha Mwanzo ile sura ya 1 na ule mstari wa 26 tunaona ya kwamba Mungu akasema hivi, na tumfanye mtu kwa sura na mfano wetu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mwanzo sura ya 6. Sura ya 1 mstari wa 26. Anasema hivi, Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama na nchi yote pia na kila chenye kutambaa kitambaacho juu ya nchi. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anafikiria namna ya kumuumba mwanadamu. Hapa hajaumbwa. Hapa wako kwenye kikao, yeye na mwanae wanajadili, wanapanga katika ulimwengu wa roho, wanaanza kudiskasi namna ya kumuumba mwanadamu. Huyu mwanadamu tukimuumba ili akafanye nini? Huyu mwanadamu tukimuumba ili akatende nini? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Anasema na tumfanye mtu kwa sura na mfano wetu, akatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama. Na ndicho kusudi ambalo mwanadamu aliyoumbwa na Mungu aliwapa kutawala, kumiliki. Sasa huyo mwanadamu Mungu anasema ni mtu. Kwa maana hiyo ni mtu mmoja aliumbwa na Mungu, alianza kuumbwa na Mungu. Kwa kadiri ya kila mtu anapoumbwa anaumbiwa na kusudi la kufanya. Bwana Yesu asifiwe. Kadiri Mungu anapoendelea katika uumbaji kila duniani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo kitafakari andiko hili kwa makini sana, utaona ya kwamba Mungu hakuwa akiumba mtu, bali alikuwa analitengeneza kusudi la mtu atakayemwambia, kusudi la mtu atakayemuumba. Yaani anapanga huyu mtu aweje, afananege, afanye nini. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa Mungu taswira yake katika hili somo anaandaa sehemu ya mtu anayetaka kumuumba aweje, akafanye nini, akatende nini. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen.